na diwani kwamba mpango unaopanga una madhara na hasara, asipotii aumie mara moja, kwa sababu sauti ya Mungu imetoka. Ukipita mtaani ukiwakataza msiue, akiua kesho anageuka kipofu, watoto wake wanakufa, wanapigwa na radi, anaanza kufika mahali kujua kweli. Sasa hapa mambo yameanza kuchangamka, sasa hapa mambo yameanza kunoga. Nami ninachojua at any time, haleluya, haleluya, at any time sauti ya watu wa Mungu itakuwa ndio sauti inayotawala. Wakisema acha, utatakiwa uache. Na hautaacha, utaumia wewe na kizazi chako, utaumia wewe na nyumba yako, utaumia wewe na taifa lako, kwa sababu ninachojua Mungu upo wakati hunyamaza. Upo wakati umwacha kila mtu alifanyia analotaka. Inasema zamani za ujinga Mungu alifanya kama haoni. Lakini sasa nawaambia watu, tubuni. Tubuni, kwa sababu mambo yanaweza kubadilika at any time. Mambo yanaweza kubadilika dakika yoyote. Mambo yanaweza kubadilika saa yoyote. Akina mama walioinama wanaolia wanaweza wakainuka wakacheka. Vijana, wanaume, wanawake, vijana, mabinti kwa mama. Wazee ambao sasa ilikuwa tuwazike, wanatuzika vijana. Ilikuwa wazee tuwazike, wazee wanatuzika vijana. Iko siku moja wazee hao, iko siku moja wazee walioanza miaka 60 kwenda juu, iko siku moja Mungu anaweza akawafariji kwenye taifa hili. Mungu anaweza akawafariji kwenye taifa hili. Lakini mtu wa Nyamitoko, mtu wa Chabalisa, mtu wa Bushangala, fikiri pamoja nami. Mimi ninayokuambia na kufikirisha tu. Ukikataa mimi naishi haya. Mimi sio sawa, sio wale wanaosema shika nisemayo usifuate nitendayo. Mimi shika nisemayo fuata na nitendayo. Fuata nitendayo. Mimi ni kama Paulo anavyosema, nifuateni mimi kama mimi ninavyofuata Kristo. Na kuhakikishia hapa Chabalisa, hapa Nyamitoko, hapa Bushangala, nitakuja tena siku nyingine. Hapa nitakuja. Mimi tangu ninajua amelala tu. Amelala tu, na amelala inawezekana Mungu ameruhusu ili kichwa changu kiamke. Kiamke kipige mbio kuliko nilivyokuwa napiga. Kitafuta ukombozi Mungu kuliko nilivyokuwa natafuta. Inawezekana. Na ndio maana katika hali yoyote nitapiga kelele kuliko uliowahi kuiona. Najua hapa wala ushindu kamogopa mtu. Hata mimi mwenyewe nimechekwa miaka mingi. Mbarikiwa umepotea. Mbarikiwa Freemason. Mbarikiwa huna Mungu. Hakuna anayeweza kuwa na wewe. Wewe imagine. Fikiria kama sasa hivi. Fikiria matukio yanayonipata. Na mpaka sasa hivi hapa tumekaa hapa. Hatujui zamu ya nani yani. Hatujui zamu ya nani yani. Hapa tulipo. Karibu kila mtu anajiona ni kama kaishawekwa kwenye kipimo fulani. Hatujui ni zamu ya nani. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini unakuta vijana bado wanasema twende kwa nani? Kwako Bwana kuna maneno ya uzima. Twende kwa nani? Kwenye maandiko haya na mahubiri haya. Inawezekana siku ya mwisho inapofika hatua aguswe na huyu, hapo ndio Mungu atasema sasa inatosha. Sasa nataka nijionyeshe mimi ni mwenye nguvu. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Lakini natamani mtu wa Nyamitoko mmoja, wawili, watatu, watano waseme maneno haya. Naona ni maneno ambayo ni kama yananitaka mimi. Ni kama yanataka yabadilishe jina langu, yabadilishe historia yangu, yanifanye nisiwe yule tena. Hebu isome Samueli hiyo. Nimeishia hapo Samueli wa kwanza sura ya 16. Samueli wa kwanza sura ya 16. Acha mstari wa 7. Samueli wa kwanza sura ya 16 kuanzia mstari wa 7. Naam. Maandiko matakatifu yanasema, naam, lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake, wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo. Kwa nini nimemkataa? Kwa sababu mimi siangalii umbile, siangalii unafiti kiasi gani kwa mzee wa kanisa, siangalii una hera kiasi gani, siangalii ukitembea unaiacha wao kiasi gani kwa nyumba, siangalii una vitenge vya aina gani, siangalii una suti ya aina gani, siangalii una nyumba ya aina gani, siangalii una mali
aina gani? Siangalia unatoka kijiji cha aina gani. Mimi kuna moyo na uangalia. Haleluya. Unajua haya majamaa haya yalikuwa mjini haya. Na pia alipofika ilikuwa pale. Aliposema nimekuja kumpaka mafuta mtu awe mfalme hapa. Basi ya kina Eliabu yalipita pale mbele ya mfalme, mbele ya nabii. Yakapita kibosi. Yamepiga 6 button. Kote amazing mali fulani. Na katai kwa mbali kidogo hivi. Halafu linapita mbele ya nabii. Huku likiwa linanena na kwa lugha. Rika papa seketeke. Roko toko soko poko tuke. Reke bebe. Kwa sababu manabii wanaowapuna hela mjini humo wakipitia tu redio wakishanena kwa lugha hivyo, wewe unadhani wameokoka, kumbe ile ni dawa ya kupupulizia ili upumbazwe. Anaposema reke sekete, manake Mungu shetani wangu wapige upofu, watoe na hela za kikundi, watoe na zile ambazo hawakukusudia, wajikute wana madeni matupu, wafilisike mpaka watoto wao wana viraka matakoni. Mara nyingi hiyo reke sekete apekete kereposita rikandarabosai ikarabosita rakondorobosota. Hiyo ni changa la macho. Sikukatazi kunena kwa lugha, lakini vizizi ndio vinanena kwa lugha sasa hivi. Vimaraya ndio vinanena kwa lugha sasa hivi. Unaona hadi mwingine kikijichanganya kinapiga na kapombe kidogo kinanena kwa lugha. Hakuna roho wa Mungu mchafu namna hiyo. Hakuna Roho Mtakatifu anaingia kwenye mioyo ya watu kwa sura kama hiyo. Nataka nikwambie huyo ni roho wa wahuni. Sasa hivi kama wewe sio mzee wa kanisa, sio shemasi, sio katibu kanisani na dharauliwa, kwa unajiona ni wa mwisho, wa kukaa mwishoni kabisa. Nataka nikwambie, kaa mwishoni kwenye kiti cha kanisa, lakini kwenye moyo wako jitangulize uonekane mbele za Mungu. Jitangulize uonekane mbele ya haki. Haleluya, haleluya. Samueli amefika kwenye nyumba ya Yese. Alipofika pale, nikapita ya kina Eliabu. Nikapita ya kina Eliabu. Inanena kwa lugha rapeshekete. Rokosekete. Rakene mesaka ya korobosi. Kwa sababu mihuni inajua kunena vizuri. Mihuni inajua kunena. Wewe kama kanisa kwenu mnanena, kwa sababu sasa hivi makanisa yote na hata kwa Roma kuna charismatics. Nao unakuta wanazama wananena. Lutheran more vile kuna faraga. Na hapo unakuta mnanena. Sasa kaangalia wanaonena sana wale. Lazima unakuta ni kimaraya fulani ukamwambie, hebu nione simu yako kuna nini. Lazima utaona kuna mtu ametoka kwa church na sana kunena kwa lugha, ni wale ambao wameshindikana. Tafuta kimama kitawi hivi ndio kiliposhake. Kijana kizinzi fulani kizinzi. Naona natoka kwa nyuma. Askoreboshe, shendeleboshe. Na niki kidada hiki nataka nikichanganye. Kikitoka hapa kijuage mimi ni mtu wa Mungu. Ili nikiambia ndio tujadili mambo ya Mungu huko. Kumbe mimi nataka kupita nacho. Ida mosetike hapo sendima kambe kesetete. Rapatakata. Kipindi tu kinaangalia huyu dada huyu kaka amezama pumbavu. Kuzama sio huko, kuzama ni tabia. Wapate kuyaona matendo yenu mema. Wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Sio wapate kuona kunena mnakonena. Wayaone matendo yenu mema. Wamtukuze Baba aliye mbinguni. Hebu mbele yako usitishwe na wanaonena kwa lugha. Asilimia kubwa wao ni wahuni. Usitishwe na anaitwa mzee wa kanisa. Usitishwe na anaitwa mzee. Usitishwe na anaitwa mchungaji. Usitishwe na anaitwa mchungaji. Haleluya. Matendo yabadilike. Hata uwe kiumbe kipya. Hata kama Mungu hatakufanya kwa kitu kingine. Lala kama binti yangu hapa. Lala kwa heshima zote. Kwa heshima zote. Hasudi vibaya. Sifa mimi nalia. Lakini wangesema chagua aondoke yeye au mimi. Ningesema niondoke mimi. Sababu kwanza mimi duniani nimepigizwa inatosha. Huyu. Mimi sijaibia mtu. Sijai kudhulumu mtu. Hata wafuasi wangu siwatapeliki mali. Mimi ushokaniua bure, mimi siwaki na hela. Hapo kinisachi sina hata 100. Katika
kitu ambacho wewe na uhakika nacho. Mimi hata kanisani nasemanga, mimi sinaga hela. Mimi hela yoyote nikiipata, ujue ni ya kuwapa watu, ujue ni mmenizidi. Yaani mimi kwa sababu kubwa waumini, kwanza napendaga wanizidi. Mimi sina hela, si surumugi mtu, si biagi mtu, si umesagi mtu. Nicho nacho ninatafuta ulie wa kawaida. Mungu akufanya usio wa kawaida. Ulie mnyonge, usiwe mnyonge tena. Ulie inama, usiiname tena. Kwa sababu mimi mwenyewe niliwahi kuinama kama ulivyoinama. Kama unakosa ni hela ya askari, niwahi kupita hapo. Unakosa ni hela ya kubadilisha kitenge, niwahi kupita hapo. Unadharauliwa kwenye familia na ukoo wako, kila mtu anakudharau. Kila mtu anakuona wa hovyo. Nimewahi kupita hapo. Niko bahati mbaya kwenye familia nilikuwa mzaliwa wa mwisho. Mama yangu alizaa watoto 11. Mimi ndo mtoto wa 11. Sasa ukijumlisha mtoto wa 11, jumulisha na sina akili vizuri. Kwa hiyo hata nilipookoka wakiwa na kikao nyumbani, mimi walikuwa wananituma sokoni nikawanunulie mahitaji. Yaani wanaona sitakiwi nijadili chochote, nitoe comment yoyote, nitoe maoni yoyote. Kwa nikija nakuta wamejadiliana hata kipumbavu, wananituma nenda kafanye kile. Nenda kafanye kile. Tulikuwa ni watu tuliodharauliwa. Tukiwa kwenye kijiji kama hivi, mmekaa kwenye mimi siwahi kupewa mkono nitoe hoja kwenye mkutano. Sikuwahi, ndio maana nilipo hata kwenye wimbo. Nikinyosha mkono hivi, wanasema shusha wewe. Maskini wa kutupwa, kapuku wewe. Fuju. Mimi mpaka leo inaongea hapa. Kwenye kijiji chetu kule Ndembera, Ntuso, Mapamba kule Tukuyu kule, Rungwe Mbeya. Sikuwahi kunyosha mkono nikatoa hoja kwenye kijiji. Sikuwahi. Kila niliponyosha mkono waliushusha. Nini? Sina hoja. Sina neno la kusema. Lakini leo hii wanakaa na tusimu tu. Wanakaa na tusimu tu. Chembe letu hii. Anayetuwakilisha mjini huyu. Anayetutoa kimasomaso huyu. Anayefanya tujulikane huyu. Siku moja nimepita kule, nimeona vijana wangu na magari yao. Nimepita wanasema tulale barabarani mpaka simama hapa tusalimie kama Magufuli alivyokuwa anafanya. Alafu wao wenyewe wakakemeana wakasema wewe ameshachoka sasa hivi. Mkilala barabarani anawapitia na mumfanye chochote. Nikasema hapana, nisingewapitia. Ningewaheshimu sana kwa kitendo hicho cha kulala barabarani. Nataka ifike mahala kunako neema ya Mungu. Na wewe mtu wa Chabarisa, na wewe mtu wa Nyamitoko, na wewe mtu wa Bushangaro, bila kujalisha ni mama una miaka mingapi, umeolewa kwa mwanaume mkoro ni kiasi gani, ni mkali kiasi gani, anakufanya nini? Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Lisilowezekana kwa vikao vya familia vinavyosuluhisha ndoa yako, linawezekana kwa jina la Jehova. Linawezekana kwa jina la Mungu. Linawezekana kwa uwezo wa Mungu. Inawezekana mume wako ni wewe ni pressure. Akinywa mapomba na kunukia na jikodorea na dinyea, anajisemea lolote analotaka. Ni mzinzi, anatoka na wanawake na wengine ni rafiki zako, wengine ni ndugu zako. Anajifanyia kila analotaka. Inawezekana umechoka, umekata tamaa. Inawezekana una mwanamke ambaye anapitia changamoto za hapa na pale. Anaumwa magonjwa ya kila aina. Unatoa pesa nyingi kumtibia. Umekata tamaa, na pengine kingine kinakuta pombe, pengine kinachepuka. Umefika mahala umekata tamaa. Nataka nikwambie lisilowezekana kwa marafiki na kwa ukoo wako na kwa familia yako, kwa Mungu inawezekana. Kwa Mungu inafanyaje? Usiangalie mwanamke huyo, usiangalie wazazi wako. Usiangalie ukoo wako, usiangalie kijiji hiki. Njoni tuinue macho tumtazame nyoka wa shamba. Njoni tuinue macho tumtazame nyoka wa shamba. Mimi niko hapa, Sifa binti yangu ananitazama pale, ananikadiria pale, ananitazama kalala, lakini kisha kumwangalia nainua macho na mtazama nyoka wa shamba. Nasema Mungu, pamoja na haya unalo jambo la kufanya juu ya Daudi aliyeko machungani. Unalo jambo la kufanya kwa Daudi aliyeko shambani, aliyeko kijijini. Hebu soma hilo andiko. Anasemaje? Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa hebu anza mstari wa 6 ikiwezekana pale. Mstari wa 6 anasema ikawa walipokuja alimtazama Eliabu akasema yakini Masihi wa Bwana yupo hapa mbele. Sema kwa hili ninavyonena kwa lugha hapa, ikushika anta kubushaka karabu. Ashkata ushika karabu bushaka. Oh jamani, asante sana. Asante sana nabii kwa kuja hapa.
Asante sana Kadamnasi na watu wote mliokuja hapa. Najua pana jambo la ajabu Mungu anakwenda kufanya siku ya leo. Lakini bila shaka Mungu mwenyewe anajua cha kufanya, kwa sababu Mungu anajua watu wanaofanana na hicho anachotaka kitokee. Anyway, mimi singehitaji kuwa na sera nyingi. Nabii, asante kwa kuwepo hapa. Wazazi na watu wengine mlioko, asante hapa. Nimepangilia vizuri Kiswahili. Hata nabii mwenyewe aliponiangalia hivi Eliabu, aliponiangalia hivi, na pia Kiswahili na changanyama na Kiingereza kidogo. Of course, vitu kama hivi ni vitu ambavyo inahitaji mtu intelligent kidogo, inahitaji mtu ambaye kidogo akili yako. Anyway, kuna nini fulani unatakiwa unaangalia destiny, unaona fulani mwisho wa nchi inaenda kwa vipi. Nabii mwenyewe alichanganyikiwa, alisema huyu ndio yeye. Mungu akasema hamna bwana, hawa wanaonena kwa lugha wahuni hawa wanaotangulia kwa mashemasi wazee wa kanisa, wahuni hawa, wahuni. Mwenyewe yuko shambani Nyamitoko, yani mwenyewe yuko Chambarisa, hayupo Karagwe, hayupo Bukoba mjini, hayupo Dar es Salaam, hayupo Mwanza, hayupo Arusha. Mwenyewe yuko Chambarisa, mwenyewe yuko Nyamitoko. Hawa mjini hawa walio na suti na mavieti hawa ni wapiga hela za Ikulu tu hawa, lakini mwenyewe ninayemtaka yuko Chambarisa. Ni mwanamke mmoja wa kawaida, lakini huyo nina kazi naye. Ni kijana mmoja wa kawaida, lakini huyo nina kazi naye. Hebu mwambie jirani yako, Bwana ana kazi na wewe. Bwana ana kazi na wewe. Mwambie jirani yako, Mungu ana kazi na wewe. Mungu ana kazi na wewe. Anataka uokoe nchi. Anataka uokoe nchi. Aiokoe nchi kupitia wewe. Akasemaje hapa akasema? Mstari wa 7 anasema, lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake, usiangalie kunena kwa lugha, wala urefu wa kimo chake. Kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo. Bwana angalia wanadamu nao sema huyu kwa kweli mchungaji wa siku nyingi, askofu wa siku nyingi, nabii ana watu wengi, hata marais wanaenda kusali kwake, hata wabunge wanaenda kusali kwake. Mungu angalia hicho. Mungu anaangalia nini? Maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana huitazama moyo. Bwana utazama nini? Moyo. Hebu endelea mbele. Ndipo Yese akamwita Abinadabu. Yese akamwita nani? Abinadabu. Naye akafanyaje? Akampitisha mbele ya Samueli. Nikapita nao nikashakoroba. Shekele bobo. Inna mashakara baba. Shaka. Baba ni wewe nani? Anyway, itifaki imezingatiwa. Natambua uwepo wa balozi wa mahali hapa. Natambua uwepo wa mwenyekiti wa mahali hapa. Natambua uwepo wa wachungaji na watu wote mliopo. Itifaki imezingatiwa. Kiujumla wote tunafahamu liloko hapa, lakini kwa kazi kubwa tunamwachia nabii, anajua cha kufanya, na bila shaka ameshaona mtu anayefanania, bali anaweza akawa ndio huyo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Limepita pale nalo jambazi hilo. Samueli akaliangalia anasema, umenena sana we. Wanaonena hivi ndo wahuni kuliko, ngoja nijifikirie. Anafikiria, akavuta pumzi, akasikiliza sauti kwenye ufahamu na kwenye akili yake. Sema wewe sie. Akasemaje baadaye? Naye akasema, ndio, Bwana hakumchagua huyu. Alafu ndipo Yese akampitisha Shama. Naye akasema, wala Bwana hakumchagua huyu. Hawa wanaopatikana mjini sana hawa huni. Unakumbuka Ahabu wakati amepotoka, alisema niitieni manabii. Manabii 400 ilipatikana haraka hapa. Rapa sheke teke. Anasema jamani, ni kwenda vitani. Yote ikachonga pembe. Manabii wana vituko. Mkiingia mjini wa vijijini wanawapiga hela, kwa sababu kwanza inaingia na mabodyguard. Alafu kuna watu limewapanga njiani hapa katikati. Napopita angukeni. Kwa hiyo napopita hivi unakuta kuna watu tu. Wewe rapashe likamasha amasekete parakashende pokesete watu ti ndio mnaingia kichwa. Ahabu ikachonga pembe
linabii 400 hivi. Nikapiga moja, nikasema wote wakaimba kwea ukafanikiwe, kwea ukafanikiwe, kwea ukafanikiwe. Watu 400, huo wimbo utakuwa hapo. Kiangalia hapa tuko 200 pengine hapa. Sasa watu 400 wote waimbe kwa sauti moja. Utasema Mungu amesema. Utasema kweli hivi mnawajua manabii na wachungaji wanavyovaa? Sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Kwa sababu kuna tusuti wanakuwa wamepigilia. Kuna tutai wamepigilia. Hapo wana namna fulani ya kuongea yenye upako. Mimi Mungu amenionyesha. Mungu ameniambia kwamba utakwenda kuwa kama ulivyotaka mfalme. Wanakuja mapadri nao. Amesema Mungu mtu kwetu mfalme, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amini. Wanakuja mashehe nao. Bismillah, shui nini, nikatukana kwenye majina yao. Mfalme kwea ukafanikiwe. Yehoshafati akasema nabii gani kapatikana haraka hivi? Umeita manabii wanakuaga porini, wamejichimbia, wanaomba. Hawa tangazo moja kwenye redio wamejaa Ikulu. Hawa mwaliko mmoja kwenye redio wamejaa Ikulu. Hapa hamna nabii hapa. Nabii naye mtaka yuko Chabarisa. Haleluya. Nabii naye mtaka yuko Nyamikoko. Kabaka kitenge kajikupafanya hivi, anajiona hafai. Kabaka suruali hana kataka kubadilisha. Tota lito nato tumepauka. Huyo nabii na mtaka. Yehoshafati akasema mna nabii mwingine hapa? Asema yupo, ila yeye anashindana mashambani. Sema huyo ndiye ninayemtaka. Yupo ila yuko kijijini. Asema huyo ndo ninaye mtaka. Yupo ila anakataliwa na manabii wenzake, anakataliwa na serikali. Yehoshafati akasema yamkini huyo ndio nabii anaweza katuambia sawa sawa. Hayuko kwenye umoja wa manabii, hayuko kwenye umoja wa CPCT, hayuko kwenye umoja wa makanisa, yuko ametengwa na kila mtu. Yehoshafati akasema huyo ndio ninayemtaka. Soma hapo msikilize Daudi asemaje. Yese akawapitisha wanae 7 mbele ya Samueli. Naam. Samueli akamwambia Yese, ndio Bwana hakuwachagua hawa. Kisha Samueli akamwambia Yese, akamwambia watoto wako wote wako hapa? Watoto wako wote wako hapa. Naye akasema, naye akamwambiaje? Amesalia mdogo wao. Amesalia mdogo wao. Na tazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Mwambie jirani yako, wafalme hawatakaa. Wafalme hawatakaa. Wafalme hawatakaa. Watabaki wanaweweseka. Watabaki wanaweweseka. Watabaki wanahangaika. Watabaki wanahangaika mpaka utakapotokea wewe. Mpaka utakapotokea wewe. Nataka nikujulishe mtu wa Mtabarisi. Mungu anamtafuta mtu mmoja yuko kijijini. Anamtafuta mtu mmoja amedharauliwa, amekataliwa na watu wote. Katengwa, kawekwa sehemu ya mateso. Anataka mtu huyo aje mtumie. Kwa maneno haya machache au mengi, unayesikia uwe na mapatano na Mungu na ujaribu kuwa wewe utakayekomboa taifa na jamii yako. Usogee uje hapa nilipo. Unayesikia, yani unataka pengine ni kuokoka, umeokoka lakini unaona kuna vitu haufanyagi vizuri, unataka uwe ni hivi ninavyoongea, Mungu akutazame uwe ni wewe utakayeokoa familia yako, taifa lako, nchi yako. Unayesikia hivyo kwa uelewa, uliyenielewa, usisubiri anze mmoja, anza wewe. Uliyenielewa hapa, sio lazima tuwapate watu 20. Haya, uliyesikia unataka Mungu aokoe kupitia wewe, afanye jambo kupitia wewe. Pita hapa mbele, ongera sana. Ongera sana. Ongera sana mzee. Ongera sana. Yoyote unayesema inawezekana, yasiwezekani, lakini ni jaribu. Kwa sababu imeandikwa onjeni muone ya kwamba Bwana yu mwema.
Onjeni. Najua kuonja sio lazima ule. Ndio. Kuonja sio lazima ule. Onja. Hata wale mwili wakikucheka sema tulikoona ulipita pale. Unaambia hata kama sasa naona imani imeondoka, lakini nilipita pale kuonja. Nataka nionje. Natoa wito kwa mtu mwingine. Mmesikia watu wengi? Mmesikia watu wengi? Nishikini. Na usema nataka hii roho yote ndani yangu. Nitajaribu kumwomba Mungu hata nikiwa peke yangu kwenye kichuguu. Nitajaribu kumwomba Mungu kwamba Mungu nifanye kuwa na ile roho ambayo Mungu ulitaka ionekane. Twende pale kivuli pale msipigwe na jua. Simama hapo kwenye kivuli hapa. Pale kivuli hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wengine kama mtajifikiria wakati fulani baadaye, mimi mara nyingi wito kama huu, wasipendaki ujanja na kuambia tufumbeni macho. Mimi nataka tuwe mwenyewe mbele za watu. Mbele za watu. Alafu unachangamkia dili, yani nikiita unakimbia kwa sababu hicho kitu umekiona chema. Lakini akubembeleza, unajua usipotoka hapa utafanya ajali, utakufa. Usipopita hapa mbele kuku zako watalaaniwa. Mimi shiko. Mimi nataka ufuate ukiwa umeelewa. Amina. Amen. Watu wa Mungu, mimi Mungu awabariki sana. Awabariki sana. Mimi nawatamkia baraka. Mimi nawatamkia baraka. Nitaruhusu kijana aje kuongoza sala toba. Lakini kabla hajaongoza sala toba, mimi nataka niwatamkie baraka. Unaweza kupiga goti, piga goti. Punguza sauti kidogo. Unaweza kupiga goti, piga, usiweza usimame. Kabla sijafuatisha maneno yote, nataka nitamke maneno ambayo Mungu mwenyewe anajua. Mungu wa mbingu na nchi, fumbeni macho, ukiweza kuinua mikono inua mikono. Fumba macho, ukiweza kuinua, usiinue sana ili ume, utainua kwa kiwango unachoweza. Mungu wa mbingu na nchi, usinifuatishe hata nimwombe kwanza Mungu. Nimekuja Bwana hapa kwenye mji wa Chabalisa, Nyamitoko, Usangaro, Kagera, Bukoba. Nimekuja kwa majonzi. Binti yangu shujaa askari Sifa kimaajabu amelala. Lakini wewe Mungu umeniacha mimi hai. Nilianza kupiga kelele nikitafuta mtu mmoja anaweza kawa kama Sifa alivyokuwa. Sifa anajaribu tuachipue, apokee. Sifa anapotea. Bado Mungu umeniacha hai. Nimesimama kwenye mji huu wa Chabalisa. Nimesimama kwenye mji huu kwenye mtaa huu na kitongoji hiki cha Nyamitoko. Nimesimama kwenye kata hii ya Bushanga na mji wa Bushanga. Nimesimama kwenye wilaya hii ya Karagwe. Nimesimama kwenye mkoa huu wa Bukoba, mkoa wa Kagera. Nimenena maneno yako. Hawa wachache wamepata ile neno lililoandikwa. Onjeni muone ya kwamba Bwana yu mwema. Wamesikia mengi. Kila mmoja analo jambo kwenye moyo wake. Analohisi, analoona. Inawezekana hili ndio inaenda kutokea kupitia maisha yangu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, uchunguze mioyo. Uliyesikia maombi yetu, uliyesikia ibada yetu. Pokea moyo wa wanawake hawa. Pokea moyo wa wanaume hawa. Pokea moyo wa vijana, mabinti. Kaweke alama ya kaburi la Sifa. Kaweke alama ya kuondoka kwa Sifa. Kainue miongoni mwa watu hawa. Kamuinue mtu atakaye kwa moyo na picha ya Sifa, atakaye kwa sababu ya wingu lako kusimama hapa Nyamitoko, kusimama hapa Chabalisa, kusimama hapa Usangaro, kusimama hapa Kagera, Karagwe, kusimama hapa mkoa wa Kagera. Mungu naweka mkononi mwako. Natamka mwanzo mpya. Natamka ufahamu mpya. Natamka nguvu mpya. Natamka mwanzo mpya. Natamka aina mpya maisha. Waanze kuona sasa inawezekana. Waanze kuona sasa inawezekana. Waanze kuona mwanga. Waanze kuona mwanga ndani yao. Waanze kuona pa kupita mwanamke huyo. Waanze kuona pa kupita mwanaume huyo. Acha ajitoe kwenye unyonge alionao. Ajitoe kwenye umaskini alionao. Acha umaskini Bwana. Ulichukua udhaifu wake. Ulichukua umaskini wake. Ulichukua unyonge wake. Na kwa kupigwa kwake Bwana wewe unataka
watumishi wa Bwana wote mkainuke, mtuwabariki, tuwazuke watoa, tuwabariki kwa maombi mengi, alafu tuache mkononi mwa Bwana, kisha mtaendelea na kipindi chochote kitakachosalia. Amen. Amen. Basi mfuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, tunakuja kwako. Sisi ni wenye dhambi. Tumesikia maneno yako. Tumesikia maneno yako. Tumeona udhaifu wetu. Mungu. 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 Yafute majina yetu. Yafute majina yetu katika kitabu cha hukumu. 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 Yafute majina yetu katika kitabu cha laana. Katika kitabu cha laana. Mungu, yaandike majina yetu katika kitabu cha uzima. Katika kitabu cha uzima. Katika kitabu cha uzima. Katika kitabu cha ushindi. Katika kitabu cha uzima. Katika kitabu cha ushindi. Katika kitabu cha uzima. Katika kitabu cha ushindi. Yesu, tusaidie maamuzi haya ambayo tumeyachukua. Yesu, tusaidie. Tusaidie. Haya basi, wacha tuombe Mungu. Watumishi wa Mungu, tuombe Mungu kwa ajili ya watu wa Mungu hawa. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, na asante Mungu ni hai. Mungu